nasi tumemiliki hili lango la mwezi wa Juni kwa jina la Yesu. Tunajiachilia kwake Mungu. Tunaachia kila tulicho nacho, iwe mizigo, iwe ni familia, iwe ni nini, tunamkabidhi Bwana kutoka siku ya leo. Na tunatabiri na tunatangaza, tunaamini kwamba kila kitu kitakwenda sawa kwa mapenzi ya Mungu. Amen. Amen. Kama ulipita kwenye changamoto mbalimbali ngumu na nzito, pole, lakini Bwana pia amekuwa upande wako hata katika changamoto hizo. Amekusaidia kuwa na nguvu na imani mpaka siku ya leo. Amen. Wewe sio mtu wa kuaibika, wewe sio mtu wa kushindwa njiani. Wewe ni mtu wa kusonga na kusonga na kufika mwisho wa lengo. Hallelujah. Yes, mimi nafurahi kuona sana. Zaburi 27 mstari wa 13 unasema hivi. Na pia ukipenda kwenda kuisoma yote itafaa sana, lakini at least uwe na mstari wa kusimamia. Anasema hivi, naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana. Yeye mwenyewe anasema, mimi mwenyewe na wewe ndio tunasema, naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Naamini nitaona wema wa Bwana mwezi wa 6. Mwaka huu unapoendelea nitauona wema wa Bwana. Si ndio maana lazima uwe na maneno ya kinabii ya kutamka na kusimamia katika ulimwengu wa roho. Yesu anasema, sikia baba, huyu amesema hivi. Sikia shetani, huyu amesema hivi. Na hivyo ndivyo itakapokuwa kwake. Maria anasema watakula matunda ya midomo yao. Wewe unasema nini? Wewe unazungumza nini? Goliathi alipokuwa anasumbua wana wa Israeli, alitumia sana maneno, nguvu ya maneno, nguvu ya matamko. Naye Daudi alipokuja kukutana naye akajua kumbe vita inachezwa kwa staili hiyo, naye akatumia nguvu ya maneno. Na mwisho akamshinda. Yeye anasema atachukua nyama yake atawapa ndege wa angani, naye akasema vivyo hivyo mimi nitafanya hivyo, na mimi nafanya hivyo kwa jina la Bwana wa majeshi ule watukao. Amen. Tamka maneno sahihi, tamka maneno positive katika maisha yako. Na mimi ya kwamba nitapita salama. Na mimi biashara yangu itakwenda. Mimi wateja watakuja. Na mimi kila kitu kiko salama. Mwezi huu, siku ya kwanza, juma la kwanza, la pili, siku hizi zote nimeziachia mbele za Bwana. Nitaona wema wa Bwana katika jina la nani? Hiyo ni tangazo kubwa sana ambalo linampa Yesu ujasiri wa kusimamia na malaika za Bwana. Na ni tisho kubwa kwenye kambi ya shetani. Ukiri wako una nguvu. Biblia inasema mauti na uzima huwa katika uwezo wa nini? Wa ulimi. Yani kutoka kwenye ulimi wako unaweza ukaachilia kifo ama ukaachilia uzima. Yani kile unachokitamka kina nguvu aidha ya kuua au ya kuponya. Kwa nini? Kwa sababu ulimwengu wa roho unafanya kazi kupitia matamko. Ndio maana Mungu alipoumba mbingu na dunia, aliumba kwa kutamka. Alisema na iwe nuru, na iwe hivi, ikawa kwa kutamka. Kuna nguvu katika maneno. Hakuna vita yote imewahi kupiganwa pasipo kuanza kwenye maneno. Bwana anataka kuangalia wewe unasema nini. Tamka neno ambalo Mungu atalisimamia. Kuna maandiko yanasema na Yesu Kristo kuhani mkuu wa maungamo yetu. Yaani Yesu anasimamia matamshi yetu, tumesema nini. Na sisi tunasema kitu kulingana na kile ambacho Biblia imesema. Biblia ikisema mimi ni mwana wa Mungu, mimi nasema mimi ni mwana wa Mungu. Biblia ikisema hakuna uchawi wala uganga katika Yakobo, na mimi nasema mimi silogeki kwa sababu Yesu mwenye nguvu yuko ndani yangu. Anasema uchawi na uganga na majini na mapepo hamniwezi katika jina la Yesu. Na mbingu zinaachilia nguvu ya kukuhifadhi kwa sababu umetamka neno ambalo Biblia imesema. Huyu mwandishi wa Zaburi anasema naamini nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Yaani nikiwa hai bado, kabla sijafa, nitaona wema wa Bwana. Amen. Na Biblia inasema onjeni muone
muone ya kwamba nini? Bwana ni mwema. Heri mtu yule anayemtumaini. Tuliimba huko miaka tukitokea huko. Muone Bwana ni mwema. Ilikuwa sauti hawajajua kama tuko hapa. Yesu pamoja na vita, pamoja na matukano ya Goliati, pamoja na upinzani wa Farao, waliona wema wa Bwana. Mapigo yalipokuja, pigo la kumi, Farao alisalimu amri akasema, ondokeni katika nchi yangu. Akawaachia wana wa Israeli. Wewe lazima uachiliwe, lazima uachiliwe. Siku na saa yako ya kuolewa ikifika utaolewa. Siku na saa yako ya kuolewa ikifika utaolewa. Wewe lazima uone wema. Utafaulu masomo yako. Watoto wako watakuwa kichwa. Hatutaki kukiri unyonge, hatutaki kukiri kushindwa. Tunasema tutaona wema wa Bwana. Kwa nini tunasema hivyo? Kwa sababu Mungu ni mwema. Mungu ni mwema na fadhili zake ni za milele. Wacha turudie tena, Mungu ni mwema na fadhili zake. Kuna mapepo lazima yakimbie kwa kauli kama hizo. Kuna maadui lazima wakimbie. Kuna nini? Wakisikiliza anga yako wanasikia hizo kelele, wanachanganyikiwa, wanatafutana hapa. Kuna nini? Kwa nini amekuaje? Kwa nini mama amekuaje? Kwa nini mtumishi amekuaje? Wema wa Bwana. Umeingia mwezi Juni. Kwa nini tunasema tutauona wema? Mungu ni mwema. Hiyo ni namba moja. Lakini namba mbili, huyo Mungu anatuwazia mawazo mazuri. Yeremia 29:11. Kwa maana ninajua mawazo ninayowazia ninyi si ya mabaya, ni ya mema na amani, kuwapa matumaini kwa siku zilizoko mbele yenu. Mbele yako kuna tumaini. Pamoja na misukosuko na kuchoka ulikotoka sasa, pambana. Hata kama ni kujikokota, nenda mbele. Hata kama ni kwa kutama, ukienda mbele. Mbele kuna baraka zako. Mbele kuna neno asema amen. Mbele kuna Yesu aliyebeba msalaba. Na yajua mawazo ninayowazia. For I know the plans that I plan for you. Yani Mungu anayo mipango. Haya. Wewe utaniambia nini baba? Sisome hiyo Yeremia 29 kwanza. Soma hata kwa kiai, haina shida. Yeremia 29:11. Ndugu zangu, ninasikia hilo neno likiingia. Kwamba imefika mahali sisi watoto wa Mungu tukiri maneno ambayo ni positive, maneno ambayo ni chanya. Kwa sababu
sababu tunaishi katika ulimwengu wa roho, na wakati ule ule tunaishi katika ulimwengu wa dunia. Na huu mwezi wa Juni na siku zilizobaki, mema yanaandaliwa mbele yako. Amen. Na huyu mtu anasema hivi, waandaa meza wapi? Ameandaa meza wapi? Mbele yangu, sio nyuma. Wanazungumzia mambo ya nyuma, tunazungumzia mambo ya mbele. Ukitaka kuona wema, ukitaka kuona meza, mbele. Mbele, songa mbele. Siwaze kurudi nyuma. Siwaze kukata tamaa. Inawezekana unatembea miguu imelegea, kamba ili mradi usonge mbele. Amen. Semeni amen. Amen. Lipo tumaini mbele yako. Amen. Hata kama mtu atakusimanga leo, atakucheka leo, atakuona kadogo kadogo kama sikini kabisa, akaelewekea akana ikiwa, lakini mwambie wewe unajua Baba amenipangia mazuri. Amen. Unamwambia tu mbona ni swala la wakati bwana? Ni swala la nini? Ngoja time, the time will tell. Muda utasema, sema amen. Muda utafanya nini? Utasema kwamba Bwana ni mwema kwangu au si mwema. Utaona. Mwambie mtu anayekusimanga na kukuzomea, utaona. Na ndio maana mtu mmoja alisema, ombea adui zako waishi, wasife. Waishi ili siku umeisaidika waone, alafu wafunge mdomo. Au iwezekana waje wanyenyekee kwa Mungu wako, waseme tusamehe, tusaidie, tupeleke na kwa huyu Mungu. Amen. Haleluya. Tunataka tujue neno la Mungu. Ndugu zangu, tukijua kile maandiko yanachosema, ni rahisi kukiri kile ambacho Mungu amesema. Na siku zote Mungu anataka umsemeshe sawa sawa na ahadi zake. Mungu anataka ujenge hoja mbele zake sawa sawa na ahadi zake. Mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, mbele lolote na litafanya. Kikaa ndani yangu mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itafanya nini? Itawaweka huru. Zaburi 23. Shika Biblia. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, ijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe uko pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Kiri ushindi, kiri wema wa Bwana. Unamsikia hata huyu mtu katika Zaburi 23 anajitamkia, anayaeleza haya. Anasema Bwana akiwa mchungaji wake hatapungukiwa na kitu. Kama vile mchungaji anapopeleka kondoo mahali penye majani mabichi, ndivyo Bwana anavyomuongoza na yeye. Kama vile mchungaji anapopeleka kondoo mahali kwenye mto ambao una maji ya utulivu, sio yale yenye fujo ambayo inaweza kugarikisha kondoo, ndivyo Bwana anavyokufanyia. Kama ni hivyo, hakikisha kweli unakaa na yeye, unampenda, unaongeza maombi, unaongeza neno la Mungu, na unanikiri katika jina la Yesu. Amen. Lakini kwenye Yeremia 29:11 tutaona wema wake tukiwa hapa duniani, kwa sababu yeye anatupangia mipango mizuri ya amani, wala sio ya mabaya. Kuna mtu jirani, kuna mtu kazini, kuna mtu wapi anakupangia mabaya, yeye na shetani, lakini Mungu anapanga mema. Tutasimama upande wa Mungu wetu, na yeye aliye mchungaji wetu atatulinda. Hata mabaya hatatupata. Hata tukipita kwenye bonde la mauti, tutavuka salama, kwa sababu yeye ni mchungaji wetu. Sema amen. Hapo ulipo, mwana wa Mungu, kuna vitu havijafanyika, kuna vitu havijatendeka, lakini Mungu amesema anakupangia mazuri. Anapanga upone, anapanga ubarikiwe, anapanga uinuliwe, anapanga ustawi, usogee ufike mahali. Kwa hiyo wewe ni kuyasema haya. Yaseme haya.
kabidhi mikononi mwako mchungaji mkuu Yesu, uliotoa uhai wako kwa ajili ya kondoo, ambaye Bwana wa majeshi, wewe unatupigania na kututetea. Ninamwombea kila mmoja aliyoko hapa apate ulinzi wako maradufu katika mwezi huu, apate baraka zako maradufu katika mwezi huu, apate kibali chako maradufu katika mwezi huu. Anapoenda aende na kufika salama, anaporudi arudi salama kwa jina la Yesu. Anapolala lala usingizi mzuri. Ninakutamkia baraka. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Kwa jina la Yesu umebarikiwa wewe na watu wa nyumbani mwako.